Nimbadilishe huyu awe kwa mfumo wa sehemu mchanganyiko. Isi 28 hii nachukua kitu kimoja, vinabaki 20 na ngapi? 27. Ile moja niliyoichukua ni namba nzima, naenda kuiweka kwa mfumo wa sehemu. Ni 3 juu ya 3. Yaani kile kimoja ninachokichukua nakiweka kwa mfumo wa 3 juu ya 3. Kwa nini? Nafanya hivyo kwa sababu nikichukua 3 gawanya kwa 3 sinapata moja ile ile. Na ile moja ile ile nikija kujumlisha hapa sinapata 28 ya hapa juu. Kwa hapa sijaribu maana. Ila nimechukua kitu kizima kimoja nikakiweka kwa mfumo wa sehemu kwa kuangalia sehemu ya upande wa pili tuliopewa. Kwa nini nimeweka juu ya 3? Ili wakafanane, tumrudishe mtoto darasa la pili. Kwa sababu mtoto aliandika 3 juu ya 3, aliandika 4 juu ya 4 na 7 juu ya 7, wote wana majibu sawa, wote watapata jibu moja. Hizi sehemu zinafanana kwa sababu jibu lao ni moja. Ila tumeiweka hiyo juu ya 3 kwa sababu tunaangalia hawa hapa lengo wakafanane, mtoto asisumbuke namna ya kutoa. Kwa hiyo kinachofanyika hapo baada ya hapo ni kuweka tu sasa. Tunachukua toa 5 na 2 juu ya 3. Mpaka hapo si imeisha sasa. Nachukua namba nzima toa namba nzima. 27 toa 5 napata ngapi? Napata 22. Baada hapo nachukua tena 3 juu ya 3 toa 2 juu ya 3 kwa sababu hawa wanafanana hawa. Alielekezwa kwamba chukua namba za juu tu na toa za chini na baki ile ile. 3 toa 2 1 juu ya 3 kwa sababu anafanana tunamchukua 1. Hapo hakukuwa na yani dhana iliyokuwa mpaka mtoto aelewe ni hapa. Sasa hapa ni tunajumlisha sio kutoa. 3 na robo jumlisha 2. Unafanyaje? Unaangalia hii ni namba nzima, huyu hana namba nzima. Tunachukua kitu kizima kimoja. Tukichukua kitu kizima hapa itakuwa hivi. 3 1 juu ya 4 jumlisha. Tukichukua kitu kizima hapa kitabaki kimoja. Hicho kimoja tunaenda kukiweka kwa mfumo wa sehemu ila isiyoharibu maana. Huyu si yuko juu ya 4 na kile kimoja tulichokiweka tunakiweka 4 juu ya 4. Lengo ili huyu awe kwa mfumo wa sehemu mchanganyiko na awe mchanganyiko. Kilichobaki ni kujumlisha. Tunajumlisha hapa tunapata ngapi? Tunapata 4. Alafu tunachukua 1 jumlisha 4 ambapo unapata 5 juu ya. Kwa sababu 4 wanafanana weka hapa. Baada ya hapo sasa kama unavyoona. Ukishafika hapa tuangalie hii hapa sehemu. Umeona hii sehemu? Hii sehemu 4 hawezi kumbeba 5. Yaani tukiona namba ya juu ni kubwa maana yake inaitwa sehemu guni. Unampa mtoto mfano wa kila siku. Unaweza kumnyanyua baba yako au mama anasema hapana ni mzito. Sasa tunamchukulia huyu ndo mtoto. Huyu ni babako. Ukimuona namba ndogo iko chini, alafu namba juu iko juu, maana yake hii 4 haiwezi kubeba namba 5. Kwa hiyo tunachokifanya nafikiri ameshafundishwa. Mpaka mtoto anakuja kujifunza haya, ameshafundishwa namna ya kubadili sehemu guni kwenda sehemu mchanganyiko. Namba ya kwanza kuandikwa hadi iko ndani, afu 4 inakuwa nje. 4 mara ngapi tupate 5 au inayokaribia? Anajua ni mara moja, ambapo ni 4 ukitoa inabaki 1. Kwa hiyo tumepata kitu kizima kimoja. Kumbuka hapa mwanzoni tulikuwa na vitu vizima vinne. Ukijumlisha na hii kitu kizima unapata ni 5. Lakini sehemu ilikuwa ni ngapi?